No kuchelewa leo tena katika Recap Movie siku ya leo, na hii ni episode ya 25. Karibu tena tuweze kudadavua matukio ambayo yameweza kuchukua nafasi, matukio kali kabisa ambayo yamekuwa ni hatari sana. Pale tulipoishia katika episode ya 24 ndio tunaweza kuendeleza katika episode hii, kwa sababu matukio yamekuwa ni moto sana. Mwendelezo wa matukio ambayo yamekuwa ni matukio makali sana katika episode hii, ambao ni wale watu walioweza kuingia msituni. Sasa haya matukio yanaweza kuwakuta kwa kubwa kabisa. Uendelevu wa matukio makali kabisa ambayo yanaendelea katika episode hii, tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa. Ni matukio ambayo yamekuwa yakinifu katika hii episode, lakini pia ni matukio ambayo hayakomi na hayaishi. Kwa pande huu tunaweza tukasema kwamba ni matukio makali kabisa, kwa sababu yamekuwa ni matukio endelevu, na matukio haya yamekuwa yakiambatanishwa kwa ni matukio kali kabisa katika episode hii. Lakini katika movie hii ya msitu pendo kabisa, katika matukio haya tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa. Moja kwa moja katika matukio haya tunaweza kuangalia pia ambapo huyu alikuwa kimwita Zuu akijua ni mpenzi wake, kumbe ni jitu lingine tu ajabu katika msitu. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa matukio ambayo yameweza kufululiza katika episode hii. Mtazamaji wangu, unaweza ku comment kujibu chochote, lakini pia unaweza kuuliza chochote tukaweza kujibu, kwa sababu episode hii imekuwa na matukio makali kabisa ambayo ni mtanganyiko, lakini pia kumekuwa na vitu vingi sana ambavyo vinaendelea. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa tukio hilo. Huu ni mwendelezo wa watu ambao wamekuwa wakiingia msituni na kukosea masharti. Sasa tunaweza tukasema kwamba hatima yao itakuwaje, au pengine elimu itakuwa ni endelevu, kwa sababu haitakuwa. Tunaweza kuona kabisa matukio makali kabisa ambayo yanaweza kuendelea katika episode hii. Lakini pia katika episode hii tumeenda kujifunza vitu vingi sana. Tunaweza kumuona Ibra ambaye alijikojolea. Hata hapo pia anaweza kukutana na tukio kubwa kabisa. Hilo tukio na lenyewe linaweza kuwa ni tukio tunasema limechukua nafasi kubwa sana katika episode hii, kwa sababu ni tukio ambalo limekuwa endelevu, na penyewe alijua kwamba ni mwenzake, hivyo kwa kuwa ameshampoteza mtu na aliweza kumwambia najua una mawazo sana, lakini pia kwa tumeweza kumpoteza mkuu, hivyo tunaweza tukatoka tu hata sisi msituni, au tunaweza tukajua na namna gani tunaweza kutoka, lakini pia bila kujua kwamba sio yeye. Tunaweza kuona kabisa kwa kubwa kwamba alipenda tu kumgeuza, ni likombe la ajabu kabisa, lakini pia lilikuwa linapaa. Hivyo tunaweza kuangalia katika episode hii matukio makali kabisa ambayo yamekuwa na yamechukua situations kubwa kabisa, lakini pia yamechukua nafasi kubwa kabisa. Ndugu mtazamaji wangu, usichoke kusubscribe, comment na kulike, kushare, kunipa nguvu, lakini pia kutupa nguvu na ipa feeling. Asante sana kwa juhudi ambazo mnazionyesha. Tunaweza kuangalia katika episode hii, imekuwa ni episode pendo kabisa yenye matukio makubwa maendelevu. Lakini pia episode hii itakuwa ni episode ambayo ni mwisho katika matukio haya ambayo wale watu walipoweza kuingia msituni tuweza kupoteza kwa design hiyo. Lakini pia ndugu mtazamaji, katika episode ijayo itakuja na vipi, kwa sababu tunaona katika episode hii ambayo ni trailer yake ilitoka katika episode 23, 24 na 25, ni matukio makali kabisa ambayo yameweza kuambatana na matukio makubwa, lakini pia yameweza kutuacha na maswali mengi sana, lakini pia yameweza kutoa machozi. Tunaweza kuangalia ni kitu la ajabu kabisa, lakini pia ni mwendelezo wa matukio pena. Katika hii episode tunaweza kuangalia huyo mwanadada Zuu akidhani kwamba yale ni maji, kwamba anakutana na kitu cha ajabu kabisa. Ndugu mtazamaji, tunaweza kuangalia episode yetu imekuwa ni pendo kabisa, lakini pia imekuwa ni episode ambayo ina maswali mengi sana. Tunaweza kuangalia baada episode yetu imekuwa ni episode ambayo ina matukio makubwa sana tena yenye kutuumiza. Tunaweza kuangalia hatua mwanadada Zuu akiweza kulia kwa majonzi baada ya kupoteza, sasa anakosa kila kitu, lakini pia hakujua. Tunaweza kuangalia tukio hilo jingine ya misitu inahama na kutengeneza uwazi kabisa. Hilo lilimfanya na lenyewe aweze kukimbia, kwa sababu ni kitu cha ajabu. Pengine hawaamini macho yao, kila ambacho walikuwa nakitegemea kwamba watakimbia wamekimbia, sasa wameenda kudumbukia kwenye shimo. Lakini pia tunaweza kusema kwamba hii dhambi ilikuwa ni dhambi ambayo inaandama, kwa sababu hata kule walikuwa wametoka walikuwa ni watu ambao tayari wameshakosea. Episode hii ni moja ya episode ambazo zinakutana kabisa na matukio makubwa, lakini pia tunaweza kuangalia katika episode hii ni episode ambayo ina matukio makubwa. Moja ya tukio lililochukua nafasi tena kwa kubwa huu ni episode hii, lakini pia ni tukio hili la huyu mwanakaka ambaye yeye alijani kwamba ni maji amepata kurumzishwa. Lakini pia tunaweza kuona matukio ambayo yameweza kupita, lakini pia hili ni mwendelezo wa matukio. Tunaweza kuangalia kwamba alianza kukutana na majani tena uchafu hapo mle msituni. Katika episode hii pia tunaweza kufunguliwa na matukio hayo, lakini pia tunaweza kujifunza vitu vingi sana mtazamaji, kwa sababu pindi ambapo unaamini kwamba wewe hauna chochote, hauna kila kitu, ndipo ambapo unaamini kuwa unaweza. Lakini pia tunaweza kuangalia katika episode hii
moja kwa moja kwa huyu mwanakaka. Episodi hii imeweza kumwacha katika hii tunaweza kuangalia kabisa kijua ni maji. Maendelezo haya matukio na hii episode pendwa kabisa tunaweza kuona ni majani, tena alikuwa kioga majani akijua kwamba ni maji. So tunaweza kuangalia katika episode hii, ndugu mtazamaji, inatufunza vitu vingi sana. Lakini pia tujifunze kitu hapa, kwa sababu misitu, uoto asili ni mwenyewe ni mimea, tena ni viumbe hai, hivyo tukizilinda kwa utulivu hivyo tutapata kitu, kwa sababu hata hewa tunategemea hewa oksijeni ambayo inatokana na hiyo miti. Hivyo tukianza kuchafua mazingira, episode hii imekuwa nipendwa sana na watu wamekuwa nipenda sana, kwa sababu ni episode ambayo ina matukio lakini pia inafundisha. Hivyo tunaweza kuangalia hata Ibra katika episode hii ameweza kufanya kitu kibaya sana, kwa sababu watu hawa wanaweza kuwa na wenyewe wanaanza kuuana baada ya kuona kabisa kwamba hapa sasa Ibra kile kitu ambacho amekiona kule kama yeye hakuwa hivyo tunaweza kuona sasa wameweza kumalizana wenyewe kwa wenyewe wivu. Lakini pia tunaweza kuangalia kwa huyu mwanadada aliweza kuumia sana baada ya kumpoteza mume wake, hivyo akachukua maamuzi magumu na yeye ya kumuua mwenzake Ibra na yeye kujiua. Hivyo tunaweza kuangalia katika episode hii tatu wao wameweza kuuana wenyewe kwa sababu ya kutokuaminiana na kutokudhani labda huyo ni kiumbe ambacho sio Ibra tunaweza kuona. Lakini pia Ibra tunaweza kumchukulia kama ni mtoto ovyo sana, kwa sababu anapomuoa. Lakini pia naye huyu mwanadada aliweza kumwambia sitakuacha kwa sababu huyu ni mpenzi wangu na nilikuwa nampenda sana, naye akaweza kumuoa. Hivyo tunaweza kuangalia katika episode hii, jamani, imekuwa inatumiza sana, kwa sababu mwanakaka ambaye ni Ibra ameweza kumuoa mwenzake, lakini pia mwanadada naye akaweza kumuoa Ibra kwa sababu ya kuona kabisa kwamba hiki kitu sio kweli, haiwezekani, ni kwa nini umuue. Hivyo tunaweza kuangalia katika episode hii mwanadada huyu na yeye aliweza kujiua mwenyewe. Katika episode hii kwa kweli inatuumiza sana, inatoa machozi, kwa sababu mwanadada huyu alikuwa anampenda sana mpenzi wake, na katika hii mission walikuwa ni mission ambayo wanafatana, na ingawa wanafanya kazi isiyokuwa halali, lakini tukifika kwenye swala la mapenzi, ndugu mtazamaji, tunaweza kusema kwamba hayana mjanja, hayana majambazi, hayana soja. Yani ukifika kwenye mapenzi unasalenda. Tunamuona mwanakaka huyu ameweza kufariki, lakini pia mwanadada naye ameweza kumfuata, lakini pia ameweza kusema vitu vigumu sana. Kama unaangalia episode ambayo ni official, amesema vitu vigumu sana na kusema kwamba siwezi nikakuacha, hivyo niliahidi nitakufa na wewe, naomba unipokee. Hivyo ndugu mtazamaji, katika episode hii kwa kweli inatoa machozi kwa namna hii moja ama nyingine, kwa sababu ni episode pendwa sana. Lakini pia msitu, katika episode hii tutaweza kujifunza vitu vingi sana, kwa sababu tunaweza kuona mwanadada amekuwa ni mgumu na amechukua maamuzi magumu sana ya kuweza kujiua na yeye kwa sababu ya kulinda mpenzi wake. Hivyo tunaweza kuona hata pale alipokufa, kitu ambacho kimetokea ni miti tu, kwa sababu hakuna ambaye amewahi kufa na kabaki salama, bali ni miti ambayo inaota kuendeleza kulinda huu msitu, na uchafu wote unaweza kupotea. Tunaweza kuona mti huo mkubwa kabisa unaweza kuota msituni. Tukihama katika wale watu ambao wamekuwa ni watu ambao sasa tunawaaga kwa namna hiyo, watu ambao wameingia msituni na wale majambazi. Lakini turudi katika section nyingine ya bwana Rachi. Huyu alikuwa sio Rachi wa kawaida, kwa sababu tulimuona amevaa sura ya Rachi, kumbe huyu ni Mwika ambaye alikuwa anampeleleza huyu mwanadada ambaye ni mdogo wake na yule mwanadada mwingine, kwa sababu aliona kabisa kwamba hiki kitu tunaweza tukasema kwamba kimekuwa kigumu na hii mission imekuwa endelevu. So ameweza kusema kwamba hii mission ataanza kuifanya, hivyo hakuweza kumtumia Ilizi namna hiyo, alimtumia Rachi na akatumia mwili wa Arachi ili apate siri ambayo hiyo siri ilikuwa inamfunua kitu fulani, na unaweza kumuuliza kabisa kwamba zile nguvu na mpango wa Malkia ni nini. Hivyo huyu mwanadada tunaweza kusema kwamba alikuwa anamwambia kwamba nguvu tutakuwa tumezihamisha sehemu moja kuzipeleka nyingine, kwa sababu hizi nguvu zilikuwa rahisi sana. Lakini pia Rachi anasema kwamba niambie tu usijali. Lakini pia huyu mwanadada alimwambia hivyo, alijua kabisa kwamba huyu atakuwa sio yeye, na hivyo alimwambia akijua kwamba labda pengine alitumia huyu mwanadada, kwa sababu yeye mwanadada pengine akawa hajui. Lakini pia tunaweza kuona baada ya kuambiwa kila kitu tunaweza kumwona alitabasamu. Hivyo tunaweza kuamini kwamba huyu hakuwa kabisa Raj, alikuwa ni Mwika ambaye alikuwa anapeleleza kinagobaga juu nguvu zake zilipo. Kwa upande huu tunaweza kuwafunga katika hii episode kwa Mwika amechukua nafasi yake, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye anapambania nguvu zake. Tujui je akizipata hizo nguvu itakuwaje. Lakini pia tunaweza kuona hata alipofika pale Mwika katika hilo eneo, kwa sababu ilikuwa ni karibu na msitu huo nguvu zilipoweza kuhamishwa. Lakini pia aliweza kuuliza, je,
nguvu zangu nimezamisha na nguvu zangu zimeonekana ziko hapa, lakini kwa nini hazionekani? Hivyo tunaweza kuona kabisa kwamba yule mwanadada alicheka na kusema kwamba unadhani hatujui kila kitu ambacho nakifanya sisi tunakijua. Hivyo huwezi kufanya hicho kitu ambacho unafikiri utakiweza, kwa sababu sisi hatua na kila kitu ambacho nakifanya sisi tunakijua. Mwika na bado hatujajua kwamba hii ni adui ya vita gani, kwa sababu nimekuwa ni adui endelevu. Tunaweza kuangalia macho yaliweza kubadilika, lakini pia hata mwili, tukiamini sasa kweli huyo ni Mwika, kwa sababu tumemzoea kwa na umbo la kijani na ni mfupi. Sasa hapo ameweza kuonyesha kabisa kwamba bado Mwika anaendelea kutafuta nguvu zake na anaendelea kupambana kupata nguvu zake. Episodi hii inatufunga na inatufungua pia na matukio haya, lakini pia inatufunga na vitu vingi sana. Mwika analalamika na anasema kwamba atazipata nguvu zake. Acha kwa leo ameshindwa, lakini next atapata tu nguvu zake. Haiwezekani. Hivyo tunaweza kuangalia katika episodi hii. Msitu episodi hii imekuwa ni moto sana. Tukiwa ndani ya msitu, lakini pia tunaenda kuangazia tukio ambalo litufungia episode siku ya leo, na tusubiriana katika next episode. Ndugu mtazamaji, usahau comment, kulike, kushare na kusubscribe. Tunaweza kumuona Kichuchu aliyekuwa akitaka kufanya hivyo, lakini pia tunaweza kusema kwamba amshukuru sana mzee kwa sababu amemuokoa, pengine na yeye angekuwa kama wale. Niko nasema kwamba ndugu mtazamaji, unaweza kucomment chochote ambacho unakiona, ushauri, mawazo, pendekezo, lakini pia unaweza kututafuta nambari zetu, lakini pia kwangu unaweza kunitafuta nambari zangu ambazo ni 0797698950 ambazo nitaziweka hata hapo kwenye ulininga, utaziona hizo hapo namba hapo chini. Utaweza kunitafuta namna yote ile, tunaweza kushauriana mawazo, tunaweza kushauriana kwenye hii cap, lakini pia tunaweza kuangazia episode hii, na hii ni scene ambayo itaenda kutufungia episode hii. Lakini pia tukutane next episode, kwa sababu 26, 27, 28 ni episode zinazokuja kwa moto tena moto wake kabisa. Usisahau kusubscribe na kutani on notification. Acha nikuache na tangazo dogo hili hapo, ambalo ni tangazo linazungumzia masuala ya Naipa Film na Naipa Film. Asante sana ya kupokea cast wapya kwa ajili ya project yetu mpya. Tuna project ambayo tunatarajia kuifanya, ni series mpya, so tulikuwa tunahitaji cast tofauti. Na aina ya cast ambayo tunataka cast kuanzia miaka 18 kuendelea mpaka miaka 60 au 50 na kitu, kwa jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Hivyo tunatoa hii fursa kwa mtu yoyote yule ambaye anaamini ana uwezo wa kuigiza, ila hata kama huna uwezo wa kuigiza, lakini ni mtu ambaye ukielekezwa unaweza ukawa faster kuelewa, tunawapokea, kwa sababu tuna darasa pia kwa ajili ya kujifunza elimu nzima ya kuhusiana na masuala ya sanaa ya uigizaji. Nafasi hii tunaitoa kwa wakazi wanaoishi manispaa ya Kahama tu, ndio sehemu ambayo tumekusudia kufanyia project yetu. So kwa sasa hivi tunaanza na wasanii au mtu yoyote ambaye anatamani kuwa msanii wa kuigiza ambaye anapatikana wilaya ya Kahama. Hivyo basi, kitu ambacho tunatakiwa kukifanya ni kitu kimoja tu. Kuna namba zinapita hapa chini. Hizi ni namba ambazo zinapatikana WhatsApp. So unachotakiwa ukifanya, ingia WhatsApp, tutumie ujumbe, taja majina yako matatu, umri wako na jinsia yako, pia tuma na picha zako. Ikiwezekana kama ulishawahi kufanya kazi na nini, ni vizuri unaweza ukatuma pia hata baadhi ya clip zako tukaona. Then sisi tutakuita, tutakufanyia interview. Tukisharidhika na wewe, basi utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanaweza kushiriki katika project yetu. Lakini pia Naipa Film tunazo fursa nyingi zaidi, ikiwemo kama darasa kwa ajili ya mtu kujifunza. Sio lazima ushiriki na sisi au ujiunge na sisi, ila tuna sehemu ambayo wewe kama mtu ambaye unapenda sanaa au ni msanii ambao unatamani kujiendeleza, tunalo darasa kwa ajili ya kufundisha masuala yote kuhusiana na sanaa, na gharama zetu ni nafuu sana kwa mtu ambaye atakuwa anatamani kujifunza issue zima za kuhusiana na masuala ya sanaa. Karibu sana, tunapatikana Kahama, na hii fursa ni kwa ajili ya watu wa Kahama tu. Namba ni 0799722588. Wako Naipa Films, mkurugenzi wa Naipa Films. Karibuni sana. Msitu